Kwa majina naitwa Sigismund Kajembe Maenda. Ni tabibu kinywa na meno kituo cha afya Magugu. Tulishauriana na management ya kituo namna ya kuweza kupata kiti kwa ajili ya matibabu ya kinywa na meno. Tulipata nafasi ya kufika ofisi za bima mkoa wa Manyara na tulipokelewa na mkurugenzi na afisa mahusiano wa mkoa wa Manyara. Tulimaliza shida yetu na akatuambia ngoja nao pia walifanyie kazi. Hakuchukua muda mrefu alitupa majibu. Sababu tulikaa zaidi ya miaka 7 hatuna kiti ambacho kinafanya huduma kwa uzuri zaidi kwa mgonjwa wetu ambaye tunampokea. Kwa 2020 tulitembelewa na afisa mahusiano manunuzi pamoja na mkurugenzi wa bima kutupa majibu yetu na kuona sehemu ambapo kiti kitakuja kuwekwa ambacho tunatamani tukipate. Na Mungu alisaidia tukapata kiti kutoka ofisi ya MSD ya Bohari ya Dawa MSD na tulianza nacho kazi 2020. Kilikuwa kinagharimu zaidi ya milioni 14. Tulianza kazi kwa tafsiri ya kupeleka huduma kwa raia, lakini kwa sababu ya uoga uliokuwa upo kwenye matibabu ya kinywa na meno kama tunavyofahamu, tulijaribu kupita kwenye mikusanyiko ya watu, mikutano ya kijiji, wakifanya zile WDC kwa tunaenda pamoja na incharge kuelimisha watu kuhusu afya ya kinywa na meno. Tulikuwa tunapita mashuleni. Serikali inaweka hela kila mwaka kwa ajili ya kuweza kupeleka elimu kwa watoto mashuleni, primary pamoja na sekondari. Tukaenda pia makanisani kufundisha. Kuna kipindi cha dini wanatualika kama TAG, KKT na wakati mwingine kanisa Katoliki RC, wengine Waislamu wakiwa kwenye matamasha yao tunafika kuwafundisha. Nikiri uongozi ulitusaidia kwenye lile kutufikisha eneo husika pamoja na wasaidizi wengine tukatoa zile elimu. Wito ulianza kuonekana. Kwa hiyo tumefika 2022 nilikuwa na wagonjwa 131. Kimsingi kwenda mwaka 2023 nikaenda 271. Hii kubwa iliongezeka kwa sababu ya muitiko wa magonjwa ambao watu walikuwa nayo. Walikuwa wajua kufanya kitu gani. Wanasema, kwa mfano nilikutana na story moja, mgonjwa anasema na ana ugonjwa wa fizi kutoa damu, anasema mjitambazi. Kama ni tambazi nikaambiwa simama sio tambazi, tukaone cha kufanya ni nini, kwa tukakaa naye tukamfundisha, tukasafisha fizi zake bure kwa wakati ule ili at least aone nini kinafanyika. Baadaye tukaingiza gharama kidogo kidogo, mwisho wa siku wote wakaingia kwenye huduma ambazo zipo. Mpaka nafika 2024 tulikuwa tuna wagonjwa 233. Na 2025 wakaenda wagonjwa 307 na sasa 2026 hatujafika mbali, lakini tuna wagonjwa 58, kwa maana ya kwamba Januari, Februari, Machi mpaka sasa tuna wagonjwa 58. Lakini kizuri na cha kupendeza, tulipopata kile kiti cha kinywa na meno kuna huduma ambazo tulikuwa tuwezi kuzitoa, lakini kwa sasa tunazitoa. Wakati tulikuwa tujapata kiti nilikuwa nafanya kung'oa yale meno yaliyoharibika tu, na nyingine nilikuwa nazipa rufaa zinaenda hospitali ya Mrara au hospitali ya Mission Dareda. Lakini baada ya kupata kiti cha mkopo ofisi ya bima ya mkoa, kuna baadhi ya huduma ambazo tuliweza kuzifanya. Kwa mfano kuziba meno kwa muda mrefu na muda mfupi, kitaalamu wanaita ni filling, lakini kusafisha fizi ambazo zimevimba na kutoa damu wanaita scaling, pamoja na utoaji wa meno yaliyoota vibaya ya mwisho kwa tafsiri ya impaction. Vibali vile tulikuwa hatuna kwa upande wa filling pamoja na scaling. Kwa hiyo tulirudi kwenye management pia tukashauriana pamoja na rasi, tukaenda ofisi ya bima kuomba kama tumekopa kiti kwenu basi kuna huduma ambazo tulikuwa hatuwezi kuzitoa, na tulikuwa sasa hivi tumeweza kuzitoa kwa sababu kiti mmetupatia. Ila sasa tunashindwa kulipwa na nyie kwenye bima kwa sababu hazipo kwenye package ya kwetu sisi ya kituo cha afya. Lakini bahati nzuri mkurugenzi wa bima mkoa alideclare lile na akatupa kibali maalum kwa wagonjwa wetu wa bima wote. Kwa sasa hivi tunafanya filling kwa tafsiri ya kuziba meno kwa matibabu ya muda mfupi na muda mrefu. Tunasafisha fizi zile ambazo zinatoa damu na kuvimba pia. Lakini pia tunafanya ung'oaji wa meno yale yaliyoharibika sana ya watoto na watu wazima na yale meno ambayo yameoteana vibaya. Na nyingine elimu ya afya tunatoa. Zaidi ya yote tunatembelea pia mpaka mashuleni na sehemu nyingine ambazo kuna kambi kama za wazee kule Sarame. Faida ambazo nimeziona, kwanza binafsi ni kubali kusema kwamba zile ule utaratibu wa kuandika barua za rufaa watu waende mkoani zimepungua sasa. Mrara wagonjwa wangu wamepungua kwenda kule, na wale wa Dareda Mission pia wamepungua. Kwa hiyo wengi wanaishiwa hapa mpaka imeshindikana kabisa sasa huduma hiyo kumpatia. Naweza nikamconsulti senior wangu aliyoko Mrara sasa hivi mkoani au Dareda Mission kule, na nikasaidika mgonjwa akiwa hapa. Na tulifikiri kwamba hata kwa gharama kwa mgonjwa pia zimeshuka. Maana yake kutoka Magugu kwenda Babati kwenda Dareda Mission au kwenda Mrara kwa daktari Ayupa kwenda Mission, kuna gharama ambazo mteja anaingia, lakini kwenye bima haipo, mteja anaingia mfukoni. Na ile bima alikata au alipewa akijua kwamba itamsaidia mazingira aliyopo.
Sasa kwa sasa tuliweza kufanya zile huduma, kwa hiyo ikapunguza zile gharama za mgonjwa kusafiri kufuata huduma mbali na kituo amekiacha karibu. Zaidi ya hiyo pia huduma zimeboreka, zimekuwa ni nzuri. Binafsi nafurahi kuwa kazini na kiti ambacho nilitamani kufanyia kazi nimekipata. Zaidi na zaidi mapato ya kituo sasa yameongezeka. Nishukuru kwamba uongozi ulishirikiana bega kwa bega na kitengo cha kinywa na meno, kushirikiana na mkurugenzi pamoja na ofisi ya bima kufikisha kitengo hapa kilipo na kwa huduma zilizopo kwa sasa. Kwa kifupi niseme hivyo. Ila sasa kuna baadhi ya huduma ambazo hatuzitoi. Nafikiri kwa level ya mtaalamu aliyoko hapa ambaye ni mimi, kuna huduma ya root canal ambaye ni matibabu ya mzizi wa jino RCT, kuna uwekaji wa meno bandia pamoja na ufungaji wa mataya yaliyovunjika kwa ajali mbalimbali. Ameanguka na pikipiki na gari au kwenye mti au kapigwa, tunampeleka kwenda hospitali nyingine. Kwa hiyo tunafikiri kwamba tuongezee wataalamu ili hizi huduma ziishie kwenye primary health facilities kuweza kuwasaidia hizo huduma. Au wakati mwingine basi tumeshajipanga kama kituo kwa namna moja au nyingine kuandaa outreach, kwa hiyo tunatangazia watu alafu wanakuja watu wa mkoani pamoja na mji kwa ajili ya kufanya supervision na kuweza kutuongezea ujuzi kusaidia wale wananchi wanaotuzunguka mazingira yetu. Kwa kifupi niseme tu hivyo. Asante.